unaandika ujumbe, andika futa machozi, nyamaza usilie. Futa machozi, nyamaza usilie. Ni ujumbe wetu wa majira haya. Futa machozi, nyamaza usilie. Lakini kuna vitu vimekuwa vikikufanya ukilia sana. Wakati mwingine tunakutazama ukiwa na tabasamu nzuri, ukiwa na muonekano mzuri, lakini moyoni unalia, moyoni unaumia. Lakini asubuhi leo unaambiwa futa machozi, usilie, unyamaze. Tusome kitabu cha Luka ile sura ya 7 na ule mstari wa 11. Luka 7:11. Tunaona habari ya kwamba baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja unaoitwa Naini, na alipokuwa anaingia katika lile lango, akakuta kuna maiti inachukuliwa nje, maana inapelekwa kuzikwa. Alipokuwa akiangalia, wakati yule maiti anatolewa, akaona kuna mama mmoja mjane. Biblia inazungumza kwamba ni mjane. Inaposema mjane, maana alikuwa ni mwanamke ambaye umri wake umekwenda sana, na alikuwa ni ngumu sana kujitegemea kwa maisha ya kawaida. Kwa alihitaji msaada wa ndugu, jamaa na marafiki au wale aliokuwa nao. Sasa alikuwa na mtoto wake mmoja ambaye anamtegemea. Biblia inasema akawa akilia sana. Alipokuwa akilia, Yesu akamwona, akatazama anapolia, akawa anafikiri itakuwaje maisha yangu, itakuwaje baada ya haya? Mtoto wangu niliyempenda, mtoto wangu niliyemtegemea, mtoto wangu niliyemtumainia, aliyekuwa akiniwezesha, akiendelea kunipa kampani katika haya maisha, ameondoka. Mimi nitaishije mwenyewe ningali mjane? Akawa akilia sana kwa uchungu. Yesu, Biblia inasema, akamwona, akamwonea huruma. Jamani, amina. Akamwonea huruma, akamwambia, mama usilie, mama usilie. Ni jambo gani linakuliza? Ni jambo gani linakutesa? Ni jambo gani linakuondolea amani? Ni jambo gani limekuondolea furaha hata utamani tena kuendelea? Lakini asubuhi ya leo nakwambia kwamba nyamaza, futa machozi yako, usilie tena. Yupo Yesu anakwenda kukufuta machozi yako na kuanzisha mwanzo mpya wa safari yako. Yupo Yesu anakwenda kuanzisha mwanzo mpya wa afya yako. Yupo Yesu, nyamaza, usilie. Haleluya. Inawezekana ni kazi inakulia, inakuliza, inakutoa machozi. Kazini kwako hauna amani, bosi hakuelewi, furaha imeondoka. Ukiingia kazini unaona kama umeenda kwenye moto. Lakini asubuhi ya leo yuko Yesu wa matengenezo, anakwenda kutengeneza. Yuko Yesu wa matengenezo, anakwenda kurejesha upya furaha na amani, anakwenda kurejesha upya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Inawezekana ni uchumi wako haujakaa sawa. Yupo Yesu anakwenda kurejesha uchumi wako, unakwenda kukaa sawa. Ulikuwa na mtaji mzuri, umeporomoka bila mwenyewe kujua, hauelewi ni kuaje. Unaona kama mapicha, unaona kama maluelue, haujui imetokeaje. Lakini asubuhi ya leo kuna vitu vinakwenda kutendeka kwenye ulimwengu wa roho, na katika ulimwengu wa mwili utakwenda kudhihirisha ya kwamba yupo Yesu anayenyamazisha, yupo Yesu anayetuliza dhoruba, yupo Yesu anayetuliza vilio vya kila aina. Haleluya. Biblia inazungumza ya kwamba Yesu akamwonea huruma yule mwanamke mjane, na Biblia inasema Mungu ni mume wa wajane. Akaona hii ni nafasi ya kumsaidia yule mwanamke, ameteseka,
amelizwa na hili, acha apate msaada. Akamsogelea akamwambia, mama, nyamaza usilie, nyamaza usilie, nyamaza usilie. Alichokifanya, kwa sababu mama analia kwa uchungu ni mwanae muondoka, akalifuata lile jeneza mahali liliko, akaligusa, alafu akamwambia, kijana inuka. Na tunataka nikwambia kwamba baada ya kusema namna ile, ule msululu wote, ile msafara yote ilisimama pale, na kijana kainuka. Cha ajabu, alipoinuka akaanza kusema, na katika kusema akambeba, akampa mamaye, akamwambia, mwanao huyu hapo. Mama, kutoka kwenye kilio ikawa ni kicheko, kutoka kwenye kilio ikawa ni furaha, kutoka kwenye machozi, kutoka kwenye maumivu, kutoka kwenye majeraha, furaha ikarejea mara mbili zaidi. Mchapie Bwana arejeshaye furaha na amani. Makofi mengi, haleluya. Yesu anakujua, Yesu anakuona. Katika pito lako Yesu anakuona. Usijione kama uko mwenyewe, yupo Yesu pamoja na wewe, anakuona. Ameliona teso lako, ameiona shida unayo, ameliona tatizo unayo. Ndio maana asubuhi ya leo ninakwambia ya kwamba nyamaza, futa machozi, usilie tena. Jambo lililokuliza leo ni mwisho. Jambo lililokutesa kwa muda mrefu, siku ya leo na kutangazia kwamba iko nguvu ya Mungu mahali hapa pameandikwa. Amini tu, Yesu anaweza yote, sio story, ni kweli. Amini leo, Yesu anakwenda kutenda jambo jipya na kubadilisha historia ya maisha yako asubuhi ya leo. Haleluya, haleluya. Yamkini umetamkiwa mambo mengi, mengine amekuvunja moyo, yamekukatisha tamaa. Mtu ametengana mpaka na ndugu, jamaa na marafiki. Unaona ni mbaya, unakusema vibaya. Yupo Yesu matengenezo, anapenda kutengeneza. Yupo Yesu makarabati, anapenda kukarabati. Kile kilichoondoka kwenye maisha yako, kilichokufa kwenye maisha yako, kinakwenda kurejeshwa tena kwa viwango visivyo vya kawaida. Kile kilichoondoka kwenye maisha yako kinakwenda kurejea, ikiwa ni kazi, ikiwa ni watoto, ikiwa ni uchumi, ikiwa ni ndoa, haijalishi. Hakuna jambo gumu kwa Mungu, yote yanawezekana, anakwenda kufanya. Amini tu, Yesu anaweza yote. Nyamaza usilie. Tukisoma kitabu cha Yohana ile sura ya 5 na ule mstari wa 1 mpaka wa 9, Biblia inazungumza kwa habari ya mtu mmoja ambaye amekaa katika birika lile kwa muda wa miaka 38. Miaka 38 sio mchezo. Unaendelea kuteseka na tatizo kutoka mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 38. Tulisome habari hizi katika kitabu cha Yohana sura ya 1 na ule mstari wa sura ya 9 na ule mstari wa 1 mpaka wa 9. Simama, ujitwike godoro lako wewe. Ni habari za mtu mmoja aliyekaa katika birika kwa muda miaka mingi, ambayo kwa kawaida kwa siku hizi za leo ni miaka ya mtu mzima mwenye watoto na wajukuu. Miaka 38. Maana hata mimi sijazaliwa mpaka nimezaliwa. Huyu mtu bado anaendelea kuteseka, bado anaendelea kuhangaika, bado teso lake hajamtoka. Biblia inasema Yesu alipofika mahali pale, hali akijua yule mtu anapoteseka kwa muda aliyokaa mahali pale, akiendelea kungoja msaada, akamwendea akamwambia, wataka kuwa mzima? Kwa sababu ameteseka muda mrefu, amehangaika sana. Akamwambia Yesu, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji anapotibuliwa. Wakati mwingine ninajikongoja
ninajitahidi. Ninapotaka kutumbukia, kuna mwingine anatumbukia mbele yangu, mimi ninabaki vile vile na shida yangu. Mpaka leo unaniona na miaka hiyo. Yesu akamwambia, jitwike godoro lako uende. Yesu akamwambia, jitwike godoro lako uende. Yamkini na wewe una shida ambayo imekusumbua, imekutesa kwa muda mrefu, imekuhangaisha sana, lakini muda na majira haya Biblia inakwambia, na mimi nakwambia, kwa Yesu namthibitisha na niliyemuona akifanya kwa ukubwa, nasema ya kwamba shida yako inakauka, shida yako ni mwisho, tesa lako linanyamaza kwa jina la Yesu Kristo, Bwana wa majeshi. Haleluya! Akasema, sina mtu wa kunitia birikani wakati maji yanatibuliwa. Mimi sina mtu. Yamkini na wewe unalia, umehangaika, ugonjwa wako, afya haiko sawa, unatamani kwenda hospitali nzuri, lakini hela hamna. Unasema, sina wa kunipeleka hospitali nikapata vipimo, sina wa kunipeleka India, sina wa kunipeleka Muhimbili. Lakini majira haya yuko Bwana wa mabwana, yuko jemedari, yuko Yesu Kristo anayekwenda anayekwenda kunyamazisha shida yako. Haleluya! Yesu ni Bwana wa uzima, yuko hapa kwa ajili yao. Unaweza kusema amina? Wakati unahangaika, wakati unapata tabu, wakati unaona mateso ni makali, usijione uko mwenyewe. Yesu yupo pamoja na wewe. Yesu yupo pamoja na wewe. Biblia inazungumza katika kitabu cha Isaya sura ya 49 kuanzia ule mstari wa 14 mpaka 16 pale. Biblia inazungumza kwa habari ya Sayuni. Inasema, Sayuni amesema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Akawa anajibu, anasema, je, mama anaweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? Anaweza kumsahau wala simkumbuke? Bwana mbele anajibu, anasema, hawa waweza, lakini mimi sitakusahau wewe. Nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako zi mbele yangu daima. Usiogope ndugu mpendwa, Yesu yuko pamoja na wewe. Yesu yuko pamoja na wewe. Kuna wakati fulani nikiwa nyumbani miaka fulani, ule mwaka ninakumbuka nikiwa shule ya msingi, kuna watoto walikuwa wanatupwa kwenye lambo. Si kule kulikuwa na madampo, kuna madampo yamewekwa hivi. Sasa kwenye lambo, kipindi hicho lambo zipo ambazo zinafukuzwa sasa hivi. Sasa wakati ule wadada walikuwa wanatupa sana watoto, wanawaweka kwenye lambo, kwenye madampo. Wamama wengine walikuwa wanalia, mtoto mjui sio wake, lakini analia, anasema, huyu mwanamke ni mwanamke gani ambaye hajali uchungu aliyopata kumpata huyu mtoto, amemtupa. Angempeleka sehemu maalum, angesaidiwa. Ndio Biblia inatuambia kwamba huyo mwanamke anaweza akamsahau mtoto wake anayenyonya, aliyemsaa kwa uchungu anaweza akamsahau. Lakini Mungu aliyekuita wewe, Mungu anayekujua wewe, Mungu anayekuelewa zaidi ya vile unachelewa, anasema ya kwamba siwezi kukuacha, siwezi kukusahau. Mimi nimekuweka, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele yangu daima. Ninakujua zaidi ya vile unajijua, ninakuelewa zaidi ya vile unachelewa. Ndugu mpendwa, usilie ukajiona uko peke yako. Yupo Yesu pamoja na wewe. Yupo Yesu ili akupiganie. Yupo Yesu akukutetea. Yupo Yesu akukutia nguvu wakati unaishiwa nguvu. Yupo Yesu akukuinua wakati unashuka chini. Haleluya.
Jesus. Shida, tabu, balaa zisikufanye ukamkosa Mungu, zisikufanye ukakaa mbali na Mungu, ukajiona kama Mungu amekuacha, ukajiona kama Mungu amekusahau, ukajiona kama uko peke yako. Ndugu anaweza kukutenga, ndugu anaweza kukukataa, ndugu anaweza kukusema vibaya, hata ukajeruhiwa, lakini yupo Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, aliyeshuka kwa ajili yetu. Yupo aliyekuja kwa ajili yako, anakupenda, anakuthamini, anakujali, anakuja kurejesha kila kilichoibiwa na kuondolewa kwenye maisha yako. Haleluya! Usilie, nyamaza kimya. Yesu anatuliza kilio chako. Umelia sana kwa muda mrefu, ni wasaa wa kufuta machozi yako. Mwaka huu tumekuwa na ujumbe mzuri sana, na wengi wameshaanza kupokea majibu ya kwamba ni mwaka wa kushangazwa na Bwana, ni mwaka wa kuinuliwa, ni mwaka wa kuona neema isiyo ya kawaida. Vile hujawahi kuviona, utaviona kwenye maisha yako vinatokea. Lakini wakati wengine wanaona, wewe unaona. Hata mimi ninaona kushangazwa na Bwana sana. Sana ninaona miongoni wanaoona mwaka huu wameshangazwa na Bwana ni nini? Hata kusema wewe mbele nimeshangazwa na Bwana. Siwezi kufikiri, siwezi kutegemea. Ndio wanaosimama hapa ni watu kwanza ni watu wenye vyeo, lakini kumbe hata mimi Mungu amekumbuka, nimeona. Tuje tuseme habari zake kwenye madhabahu yake siku leo. Ndugu mpendwa, hauko mwenyewe, hauko mwenyewe, hauko mwenyewe. Yesu yuko pamoja na wewe, Yesu yuko upande wako, Yesu yuko upande wako. Je, ni jambo gani litakuondoa katika upendo wa Kristo, litakutoa upande wake? Ni jambo gani? Ni shida, ni mateso, ni dhiki, ni njaa, havitakutoa huko. Yesu amekuja katika mambo vinavyokufunguka. Yesu amekuja arejeshe amani, arejeshe furaha, arejeshe kilichoibiwa kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Mkini unalia, mumeo hakuelewi, mkeo hakuelewi, ndoa imechechemaa, lakini nataka nikwambia siku ya leo, yupo alianzisha hiyo safari, anakwenda kukutengeneza, anakwenda kukarabati, nawe utakuwa salama. Maisha yako yataenda, uchumi wako utaenda, huduma zako zitastawi kwa namna sio kawaida. Haleluya. Jamani, Yesu yupo, Yesu yupo, aliyetuliza na kunyamazisha kilio cha yule mama mchane ambaye kama ungekuwa na mtoto anaweza kutuliza na kwako, anaweza kutenda na kwako. Unaweza kuamini kitu kama hicho? Unaweza kuamini kitu kama hicho? Kama unaamini, piga kelele kwa Bwana, ongeza shangwe, ongeza vigelegele. Yupo mwanaume, yupo, yupo, jamani, yupo. Nikisoma kitabu cha Yohana ile sura ya 19, Biblia inazungumza kwamba Yesu alipokuwa pale msalabani, ile Yohana sura ya 19 na ile mstari wa 30 anasema imekwisha. Napapendaga sana, napapendaga sana. Kuna vinyimbo vingi ninavyo, ukichukua simu yangu na vile kwa ni vingi, habari ya imekwisha ni vingi sana. Nikipita wakati fulani naambia Yesu, ulisema imekwisha kwa nani? Sina kwangu, hata hii imekwisha. Nakwambia na wewe majira haya, mshana wa leo, amini tu yule Yesu aliyegongomelewa msalabani, akateswa, akachomwa, akagongomelewa taji ya mimba kichwani, akachomwa na mkuki ubavuni, maji na damu vikatoka ili wewe uwe salama. Hawezi akakuacha upotee, hawezi akakuacha uendelee kuteseka. Ilinda imani yako, songa mbele. Bwana mtuliza dhoruba, yuko pamoja na wewe. Bwana mtuliza vilio, yuko
pamoja na wewe. Ziko shuhuda nyingi nimeweza kukwambia, lakini nataka nitoe shuhuda za kwenye Biblia ulionayo nyumbani kwako. Kitabu cha Marko sura ya 5 kuanzia sura ya 25 pale unakutana na habari za mwanamke mmoja ambaye alikuwa na damu kwa muda wa miaka mingi, miaka 12. Sio mchezo, ni mtoto wa darasa la 6 na la 7 sasa. Yaani mtoto anazaliwa mpaka mfika darasa la 6 la 7, mama anaendelea kuteseka, mama anaendelea kupata tabu. Ndugu jamaa wakamtenga kwa ile shida anayo, hawakuwa na msaada tena. Akaanza kuhangaika kwenda kwa waganga wa kienyeji, hakupata msaada. Akihangaika huko na kule, wataalamu wa kile eneo, hajapata msaada. Akatengwa mbali na nchi porini. Ziko habari za matumaini, habari za Yesu Kristo zikamfikia huko porini. Alipofikiwa na hizo habari, akasema, mimi imani yangu ni kwamba nikiligusa pindo la vazi lake mimi nitakuwa mzima. Tangu leo nitakomeshwa msiba wangu. Akachukua imani yule mwanamke, akatembea kwa kuwa alikuwa hatakiwi kuonekana mjini. Alijifunga, alijiziba asiweko kumtambua, akajificha uso wake, akajificha mpaka miguuni, akajipenyeza na kufika kwenye eneo Yesu yupo. Alipomwona huyu ndiye aliyebeba muujiza wangu, akasema, hakika leo ni leo, liwalo na liwe, wanipige waniache, mimi ninagusa ili pindo, lazima niwe salama. Akajipendeza, akagusa pindo pale. Biblia inasema ile akapata muujiza wake. Haleluya! Chukua imani leo, chukua imani sasa zaidi ya yule mwanamke. Sema, Yesu, pita na kwangu leo. Umepita kwa wengine, leo ni zamu yangu. Ona teso lililonitesa, ona kilio nilicho nacho, ona dhoruba zinazonipiga, mawimbi haya ni makali, siwezi mwenyewe. Yupo Yesu wa kutuliza mawimbi yanayokukuta, wa kutuliza dhoruba zinazo. Beba imani, yupo Yesu, beba imani, yupo Yesu, beba imani, yupo Yesu. Kama aliweza kuponya waliopoza miaka 38, kama aliweza kuponya mwanamke mwenye kutokwa na damu, wewe ni nani hata sikuponya? Usilie, futa machozi. Unaweza kumongezea Bwana makofi? Unaweza kumongezea tena Bwana shangwe? Unaweza kumongezea tena Bwana kelele? Yupo. Shida yako ni nini? Tatizo lako ni nini? Yamkini umejaribu tafuta msaada, imeshindikana, na uko hapa leo. Usikubali kutoka hivyo. Usikubali ukatoka ule mlango vile umeingia. Hakikisha umekutana na nguvu ya Mungu. Maana leo Yesu ninayemsema ni halisi. Yesu ninayemsema ni halisi. Hahitaji kisaidizi, hahitaji maji ya upako, hahitaji chumvi, hahitaji keki. Ninayemsema nikilitaja jina lake, pokea, unapokea kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Paulo kana zungumza na Filipi, anawaambia Wafilipi 4:6 pale, anasema haja zenu na zijulikane na Mungu. Haja zenu na zijulikane na Mungu. Narudia tena, haja zenu na zijulikane na Mungu. Teso lako lisijulikane na rafiki yako unayempenda. Shida yako isijulikane na jamaa yako unayempenda.